Mambo vipi wanangu Bongo Dongo? Katika pita zangu leo nimekutana na dadangu Liama, mwigizaji mkongwe mwenye nyota yake mjini. Dadangu, mambo vipi? Mambo poa. Kumbe hizi swaga hizi waga ni nani? Shemeji? Hizi swaga hizi umetoka kipapaa za shemeji? Nani amekuvalisha? Amenivalisha dadangu. Dadako? Sio mimi nilijua ya shemeji. Nikasema dadangu Liama mnavaliana? Nguo amenivalisha dadangu. Kofia ndio ya shemeji. Nakubali. Leo bwana tuko Bagamoyo. Nini kimekuleta hapa? Mimi Bagamoyo kilichonileta Queen Mariam, Malkia Mariam. Nilijua hapa wiki baba. Ni best friend wangu, mtu wangu wa karibu sana. Amenialika, ameniambia na white party Bagamoyo ili uje unisapoti, na mimi nimekuja. Ni mtu ambaye unajitoa sana katika mambo ya watu. Katika hii kujitoa kwako, haijawahi kutokea kuna wengine amekualika ukapata udhuru hujatokea wakasema labda Liama anachagua watu? Inatokea sana kwa sababu mimi ni binadamu. Sio muda wote niko free. Kuna muda nakuwa kwenye kazi, kuna muda nakuwa na udhuru na umwa, au kuna muda nakuwa na changamoto tu za familia au maisha. Sasa naweza mtu anialike nisitokee, lakini mimi siku zote ukinialika kwangu ni heshima, nakuja. Sasa tupe maneno ya faraja kwa dada yetu aliyetuleta hapa, namna anavyopambana kutimiza ndoto zake, na pia kuwahimiza wanawake wengine kufocus na maisha ya kupambana. Ninachoweza kumwambia Mariam, ameweza, anaweza, na Mungu ambariki azidi kuweza, kwa sababu kwanza ni msichana mdogo lakini anajituma, anapambana. Big up kwake, na wadau tumsapoti kwa sababu anajitoa, anamaanisha. Kwa hiyo tumsapoti. Haimaanishi kuja papu ulewe. Unaweza kuja papu ukanywa maji, ukanywa soda, ukapata mziki mzuri, ukaenjoy. Lakini kwa support, na wana jiko zuri, wana chakula kizuri, weekend pub. Kwa hiyo mambo mazuri, support. Support sana. Sina zaidi na kumwambia tu azidi kupambana, na anachokitafuta Mungu atampa. Mpaka sasa Liama, kitu gani kinakupa nguvu ya kuishi kubabaishi na maneno ya waja? Mwanadamu alizaliwa na kusema, maana hata hospitali hauwezi kupewa mtoto mpaka alie. Inaonekana kweli huyu mtoto amekuja duniani na ni mzima. Kwa hiyo kama mtoto mchanga tu anatakiwa atoe sauti, sikwambii mtu mzima mwenye meno 32. Kuongea ni kawaida yetu binadamu, na kuongelewa mwanadamu ndio sifa kuu ya kukuonyesha kama wewe ni mwanadamu kamili, kwa sababu usipoongelewa ina maana wewe hamna kitu. Sasa haijalishi utaongelewa vipi, vizuri au vibaya, na kila mtu anazungumza, na sio kila anayezungumza anayemaanisha. Wengine wanaropoka tu. Kwa hiyo kama wanaropoka, acha mtu aropoke, amejisikia uhuru ni wake, aongee. Ila mimi kwangu, usivuke mipaka. Ukivuka mipaka yako ukaingia kwenye anga zangu, mimi nakuzimia umeme na kukatia maji, uoji wala utumisi. Hivi wale wanapostiki picha unaonekana umezeeka hivi, wanakuchafua makusudi, wanakuwa niti kwa AI wale? Mara leo mimi ndo nimekuona hapa, mtoto bado wa 2000 wewe, na sina makeup. Ni
ile. Sina makeup. Unaniambia leo unaniona. Nashangaa nikasema Riyama mbona mtoto kukumbili huyu. Sina makeup. Leo uko natural leo. Natural. Uzee baraka. Umri mkubwa ni neema pia. Kwa hiyo mimi mtu akiniboi kwa uzee namuona tu kwamba kamjojo, yani maana yake ni hajielewi, hana akili, kwa sababu umri, mshukuru sana Mungu akikupa umri mkubwa, umri mrefu, kwa sababu maisha ni mafupi na sasa hivi maisha yanaenda kasi sana, tunakufa haraka, watoto, vijana, watu wazima. Kwa hiyo Mungu akikupa umri, nasema asante, na mimi najivunia umri wangu kwa sababu hauniharibii chochote wala haunifanyi nijione labda niko tofauti na watu wengine. Mimi watoto 2000 ni watoto wangu kwanza, kwa sababu mtoto wangu wa kwanza nilizaa mwaka 2000 nikiwa na miaka 19. Sasa mtoto 2000 mimi ni mtoto wangu, siwezi kushindana naye obviously, yani atabaki kuwa mtoto wangu, mtoto wa 2000. Kwa hiyo wanaotaka wao kushindana na mimi bila wajua mimi kwa sababu nimezaa mtoto wa 2000. Lakini kingine, ukubwa wangu mimi ni furaha yangu, tunu yangu, zawadi yangu ambayo Mungu amenipa. Mimi na enjoy. Wao wakisema mimi mzee, hakuna kaburi la mzee, wala hamna mtu ambaye anakufa na huyu amekufa mzee. Hamna kaburi la mzee. Kwa hiyo mimi kwangu sawa, wamejisikia kuongea, ni kwangu poa, ila wakumbuke na mama zao pia ni watu wazima. Mama zao pia ni watu wazima, baba zao ni watu wazima. Kwa hiyo hivi, rafiki yako gani unaweza kumpa maua yako ambaye anakuwa na wewe katika shida na raha, kwa kipindi vyote vile unavyopitia, iwe cha raha iwe cha shida, rafiki yako ni ambaye yeye anakustiri katika mapungufu yote unayopitia? Mama yangu mzazi. Mama mzazi. Mama ni mama. Rafiki yangu wa kweli, rafiki yangu wa muda wote. Malizana na wanao Bongo 24 hapo. Mimi nawapenda sana na nawaombea maisha marefu, nawaombea furaha zaidi, mali, pesa, utajiri, matokeo tu. Tukifa kila kitu tunaacha, lakini nawaombea afya njema na msiache kuangalia Bongo 24. Wana mambo mazuri ya kuelimisha na ya kuburudisha. Sema shemeji unamficha. Mimi nawapenda sana sana sana, na naomba muendelee kunisupport, mzidi kunisupport, kwa sababu nimepumzika takriban miaka 5 kwenye game, lakini narudi kwa kasi, na wameniona kwenye noma wameniona, lakini ile ni trailer. Movie inakuja, movie kamili inakuja. Kwenye sanaa sijazeeka, kwa sababu moto wangu ni ule ule, waliowakuta, walionikuta na watakaoendelea kuja. Moto wangu ni ule ule, kipaji katika Mungu, sijatumia jale wala ndumba. Kwa hiyo support sana. Hivi kuna mtu kwa sasa hivi anaweza kufikia moto wako kwenye mipasho na michambo? Kila mtu ana kipaji chake Mungu alichompa. Kuna wakali zaidi yangu kwa kazi ambayo mtu amefanya nzuri na juhudi zake, lakini mimi nitabaki kuwa mimi. Hakuna Riyamali mwingine. Riyamali wakuja ukiniita na kuja, ukinijaribu nitakupa mtihani wa jiografia na historia. Shukrani sana. Asante sana.